kupitia standard imara ya kujenga uchumi wako. You must have vision. Kanisa utalitazama, yaani utalikuta unaliona kanisa lako liko hivi, kwaya yako hivi, wazee wako kanisa lako hivi, umefungua matawi hivi, na kwa mchungaji tunaenda kwa washirika. Lazima uone. Unatakiwa na project hivi na hivi na hivi. Unajua kosa maono, ndio maana mpaka sasa hivi hata wazee wangu wachungaji hawatafuti viwanja sehemu nyingine. Hata mashamba, hawaendi Morogoro kutafuta mashamba, hawaendi wapi na nini. Kwa sababu hajui hicho kitu, ni future inakuja. Unapokuwa umeshika mkongojo hivi, wajukuu zako hawana mahali pa kwenda, wanafanya nini? Lakini kama tuliisha secure land somewhere, you show them. Kapata mimi hapa, unaweza kufanya hapa, hata ukikaa kwenye wheelchair wanakusukuma, unaonyesha hapa ndio pa kufanyia shughuli hapa. Amen. Amen. Lazima maono yako uyaandike. Kwa sababu ya muda wangu, naomba nikimbie hapa kwenye maono. Maono ni muhimu sana. Na huko mbele tunaona vifungu ambavyo tunazungumzia habari za maono. Cha pili ni fursa. Hapo ndio pabaya kweli pagumu mno. Fursa ziko nyingi, ziko mkuki. Tuna mafursa kibao. Lakini watu hawajaziona fursa. Kwa hiyo fursa lazima tuweze kutambua fursa zilizopo. Fanya sababu na watu kama wako kama kuku, maono yao hataki kutengeneza kitu, anajua hiki kitawafaidisha wengine. Kwani wakifaidika wengine kuna ubaya gani? Mbona alitengeneza ndege alishakufa siku nyingi? Tunapanda ndege sisi. Mbona alitengeneza meli? Hayupo hatumjui hata kumjua. Tunakumbuka ile wanaita tu Archimedes principle. Kwamba ndege ni meli pamoja na matani yake haizami, lakini ukitupa shilingi inazama. Amen. Kwa hiyo fursa, kwenye fursa naomba ndugu zangu hili hebu tulichukue. Gap. Kuna mianya ya kutisha katika maisha yetu. Watu wana mianya mikubwa mpaka ukitizama mwanya inabidi ukimbie, ujifiche. Alafu yeye mwenyewe akikana mwanya ule, jasho jembamba linamtoka. Lakini kumbe tungegundua kwamba huu ni mwanya, lazima tutambue mianya katika maisha. Kama unalala kwenye godoro laini sana ambayo ukilala mpaka unazama kule, huo ni mwanya. Kwa sababu baadaye itakuletea maumivu ya nini? Mgongo. Nyonga zile diski zile zinakufa kwa sababu ya godoro lile. Wewe unaona raha kwa godoro mkubwa na nini hapo nalala nazama kabisa. Wakati mwingine kama amelala ndio unafikiri pale hakuna mtu, kumbe amezama huko chini. Huo ni mwanya. Lazima upate godoro ambalo standard, ukilala unakuwa juu pale kama umelala kwenye mbao. Na ukilala na hii safi bila mtu, unatengeneza afya yako inakuwa vizuri. Unafanya mazoezi. Unakula chakula. Sio. Unakula chakula na kuganga njaa. Mbona umetikia mtaki? Kuna kuganga? Njaa. Nimetoka kwa mfano mwanzo wa kuganga njaa. Nikula ugali na maraka. Kisha kula ugali na maraka uweze kusema umekula. Unashika tu. Lakini natakiwa unapokula mtindi uwepo. Mtindi uwepo. Mboga za aina yote. Unapolala, nyumba unalala, usafiri unaotumia. Je, huo ndio ulitakiwa utumie? Nyumba unaoishi, je, ndio ulitakiwa uishi hiyo? Ofisi unaokaa, je, ndio ulitakiwa ukae? Status ya watoto wako wa shule na nini, ulitakiwa usome hivyo? Sasa ukianalyze haya yote, utakuta kuna sehemu kuna mwanya. Kuna wengine wanatamani kuvaa suti lakini hawezi. Kumwambia kavae suti, kashone suti, ni mtihani mkubwa sana. Ni karama ya Mungu. Ni karama ya nani? Ni kila mtu. Chukua neno kila mtu. Nasema kila mtu. Kila mtu. Tena ni karama ya Mungu. Kila mtu aweze kula na kunywa na kujiburudisha katika nini? Kazi yake yote. Sasa kuna watu wanapenda kuburudika na kula, anaitwa chakula tayari. Akishakula anaenda kukaa. Ndio kaoge. Akioga ndio. Hamna hicho kitu. Biblia imesema tena ni karama ya Mungu. Kila mtu aweze kula na kunywa na kujiburudisha katika kazi yake yote. Efeso 4:8 anasema alipaa juu. Aliteka mateka. Akawapa wanadamu vipawa. Kwa hiyo tumepewa vipawa. Tumepewa talanta. Ndio maana katika maswali yangu mwanzoni nilisema, je, umepewa talanta gani na umetumia kwa kiwango gani? Je, una taarifa gani kuhusiana na matumizi hayo? Je, unaweza kusimama kidete ukasema katika talanta hii nimeifanyia kwa kiasi hiki? Amen. Amen. Kwa sababu kama mimi ni mwalimu, wanasema a teacher is a permanent student. Mwalimu ni mwanafunzi wa kudumu. Na unafanya
evaluation yako mwenyewe kwamba hiyo wanafunzi hapa watanielewa. Alafu usio mwalimu wa kushua material. Yaani unatakiwa muda ndio uishi. Lakini material unaendelea kufanya nini? Kwa nayo. Zaburi 68 mstari wa 18 sema wewe umepaa juu, umeteka mateka, umepewa vipawa katikati ya wanadamu. Naam, na hata wakaidi Bwana Mungu akae nao. Hesabu sura 18 mstari 29. Mstari 29, Hesabu 18:29 nasema katika vipawa vyenu vyote, katika vipawa vyenu vyote mtasongeza kila sadaka ya kuinuliwa ya Bwana ya wema wake wote, hiyo sehemu iliyowekwa takatifu. Katika vipawa hivyo lazima mtasongeza sadaka. Ukibania unabana mpaka maisha yako mwenyewe. You squeeze yourself. Tunajikausha. Yaani tunakauka, kuna watu wamekauka kabisa, wamejikausha kwa sababu ya kutoa. Anasema katika vipawa vyenu mtasongeza sadaka. Ukisongeza sadaka unajitengenezea uchumi imara. Kwa sababu unakuwa umemjaribu Mungu kwa njia hiyo ya kutolea. Na kwa sababu umemjaribu Mungu atashusha baraka zake, anasema hakutakuwa na nafasi.